نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفوك الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك la sharika laka labbaik. Ndugu zangu Waislamu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, alhajju ashhurul ma'lumat, au kama qala alayhi salatu wassalam, wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallama, alhajju mabrur laysa lahu jazaa illa aljanna. Ndugu zangu wafuatiliaji, watazamaji kupitia chaneli yetu hii ya Harakati Muslim Beria katika jiji letu hili la Durban nchini South Africa, chini ya mwalimu wenu Imam Yahya Jeshi la Mtu Mmoja. Ndugu zangu Waislamu, kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika dua zetu tulikuwa tukiziomba mara kwa mara katika ibada zetu. Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutukutanisha na mwezi huu wa Dhulhijja katika mwaka huu wa 1447 sawa na kalenda ya Kimasihi. Leo ni tarehe 18 za mwezi huu wa 5 2026. Allah subhanahu wa ta'ala katupa visa ya kuishi katika mwezi huu mtukufu wa Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, leo ibada ya hija inaanza. Leo ndiyo tarehe 1 sawa na siku ya Jumatatu. Mahujaji wote hivi wako katika tawaf wakiitufu Alkaaba, bimaana leo shamra zinaanza kuweza kufanyika, bimaana action zinaanza kufanyika katika siku ya leo katika mji mtakatifu wa Makkatul Mukarrama. Ndugu zangu Waislamu, tunachukua nafasi na fursa kuhusia wewe ambaye ukupata nafasi ya kuitembelea nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala, kuishi katika masiku haya 10 katika saum au mambo ya kheri au ibada yako izidishe au toa sadaka kwa wingi, kwa sababu ni katika masiku ambayo aliyoyapia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama pale aliposema, ma min ayamin a'malun salih ahabbu ila Allah, hakuna masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hupenda vitendo vyake ndanimo vilivyokuwa vizuri kama siku haya ya Dhulhijja. Ndugu yangu Muislam, masiku haya Allah ameyaapia akasema, wal fajri wa layalil ashri, aniapia masiku haya 10. Leo ni siku ya kwanza ya Dhulhijja. Ndugu yangu Muislam, huu ndio mlango wa fursa wa sisi kuomba na kuomboleza na kulia na kusimama visimamo vya tahajjud kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu huu ndio mlango umefunguka kwako na kwa wale ambao waliotembelea nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anatuita Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia mtume wetu Muhammad, fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bihi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake Muhammad, watakapokuuliza kuhusikana na mimi, basi waambie mimi niko karibu nao, waniombe lolote lile walilotaka, mimi niko pamoja nao. Ndugu zangu Waislamu, Allah
iko pamoja nasi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika nyakati hizi, kwa waikazi, wakimbizi, wageni mbalimbali katika nchi hii ya South Africa. Tunaishi katika wasiwasi, tunaishi hatuna amani. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sasa yale yanayopigwa watu yakiitiwa xenophobia. Leo tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala mambo hayo yasijirejeshi tena, tuwe na amani zidi ya hao ndugu zetu wenyeji, tupendane na pia tuheshimiane. Ndiyo nafasi huu ya sisi kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, usisubutu kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku haya. Wale ambao wanauza mambo ya haramu, wale ambao wanauza mambo ya haramu, wale ambao wanaokusanya mali zao kwa wizi, turejeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumlilie Allah subhanahu wa ta'ala, rubama walaalla akatuondoshea misukosuko ambayo tunaishi katika mwezi huu, katika maisha yetu haya tunayokabiliana nayo. Ndugu zangu Waislamu, leo kama tulivyoahidi kwamba kila siku tutakuwa tunawaambia kuna nini katika nchi takatifu ya Makka. Ndugu yangu Muislamu, jambo la kwanza katika yale ambayo yanayompaswa mtu kuelekea katika nchi hiyo ya Saudia, bimaana kwenda kuifanya hija, jambo la kwanza ni kuvaa ihram. Anaivaa ihram anapofika katika nini, katika mawaqit, bimaana akishafika kwenye stendi, labda akiwa akitokea katika nchi ya Tanzania, akifika katika utulivu, labda ni Omani, labda ni Kenya, labda ni Dubai, pale ndiyo miqati yako inaanza, na wewe unafika unavaa ihramu yako ukihirimia ibada ya hija. Katika ibada ya pili ndio ibada ya leo, kwa sababu hija leo ndio tarehe 1. Leo wanaanza nini? Wanaenda kutufu Al-Kaaba. Leo wanaitufu Al-Kaaba katika mji mtakatifu wa Makka. Leo utawapata mahujaji wengi wakiitufu Al-Kaaba. Fungueni runinga zenu, TV zenu, mtaona mahujaji wakipendeza, walivaa nguo nyeupe, wakimtukuza Allah, wakisema, wakamwambia ya Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Haya ni maneno ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio siku ya leo wanaitufu Al-Kaaba insha Allah, na siku ambayo siku zote hizi kuanzia siku ya leo watakuwa katika ibada hiyo ya kutufu Al-Kaaba, pia wakienda katika Safa wal Marwa. Hiyo ndio ibada ambayo watakaoishi nayo hadi tufike siku ya tarehe 8 yaumu tarwiya. Hiyo ni siku ambayo tutakayokuja kuizungumza kwa muda na makini, ili watu waja wake Allah tujue hiyo ni siku gani. Insha Allah, kuwa nami kupitia chaneli yetu hii ya Harakati Muslim chini ya uongozi wa Imam Yahya. Ndugu yangu Muislam, nimependa kukumbusha usighafilike kuchuma yaliyomo katika masiku haya 10. Leo ni tarehe 1. Kwa wale ambao wanaoishi kwa kufata kalenda zao leo zinasema leo ni tarehe 30. Bila shaka na kuhusieni mtakuja kuikosa Arafa. Fattakullah ya ibadallah, tusikose Arafa ndugu zangu Waislamu. Leo tarehe 1, na nimechukua nafasi ya kukumbusha siku baada ya siku, ili tushirikiane katika kheri hiyo ya Arafa, katika kheri ya Arafa ya kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Kuwa nami ni ndugu yako jeshi la mtu mmoja, Imam Yahya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.